Phone ntuko naro ndenda turariria mantu jegie twana kana kinya yoto bia twana right tia twana menya twira okera kwewa mwana mushiari ubatere kwithiro kemenya bwa mbere thirikari rio gutigira ati ni kwithiro Gukaria Aana baba itu tubatere kwithiro twitigira Nturene cietu ana betu bari safe at least na umenye kwina mawatho kwina right tia twana mantu jonthe ma nijo tukwenda kwithiro tukiariria ntuko narua twina antu bakuma kwa SOS bakethiro bagitukethia na batwire beta kuatea ladies first gents before. Acha nianze na wewe leo. Mwache kusema boy child anaonewa. Karibu sana tujiintroduce. Asante sana kwa kuni-invite hapa. Karibu mic kidogo. Jina langu ni Thomas Moragori Mwangi. Mimi ni hakimu koti la Meru hapa. Okay. Yes. Una nibita wa Hilda Mbatia. Mbita na SOS Children's Villages. Yeah. Hilda kiuria kia mbere SOS budila na ambio muno maybe kiri mture utamigwa kairi. Okay. SOS Children's Villages ni organization ilea dila na mantu ja twana, umenyeri bwa twana na kurigiria uteswa kwa twana. Organization yeje yambiririe after the Second World War ndo achie sijirichia the world mture wameambiririe tawa Haman Maina na vision yewe yari gutethia ana barea riria aciari bao bakuja nontu bwandwa akumeambiria ameambiririe 1949 na organization hii niendelete okura na ikwendelea okura in 136 countries na nandi tu Kenya. In Kenya ejire 1973 in Nairobi. Tuna 5 locations now. Location hii Nairobi undabwira, kuna Eldoret na kuna Mombasa, kuna Kisumu na Meru. Meru yejire 2005. Tukuija Meru 2005. The village as it is in 13 houses. Now houses hizi china na around 10 children. Bena caregiver bako bamenyera. Na our target children ni anabarea batina aciari kana be at risk kurusi aciari bao. Na mostly anabeto bara to take care of, we are referred to better ability either by the police, by the Department of Children Services, kana the judiciary, na ndia nabao iboto menyaira na KSOS tutimenyaira naki tuina other programs ira tuthithagia kwina program tuguita family strengthening. Thirikari thai iriuga ana babwiri gukura ki community yao ki antu bao children home ibwiri kwithira the last option yani ubwiri kuthugania uria umbotethia mwana egi community kana eki kwao lakini wamureta ki children home. That is what thirikari ku advocate and they to introduce the family strengthening turi tanguki tuka empower the community kenda himenyera na bare na in Meru currently tuna 300 families ida to support kimun imunido na Rwanyange. Now na maybe the last option kenda mwana ethirwa kwija children so maybe imbini kwaga mtu kumumenyera Bruno ntonu bukuga muno bori insistiana bamenyerwa Nturene ciao bamwe bethero barusite aciari no menye muciari they lose their parent bakarusi aciari bao na barusi aciari antu bao imwe batebaenda na umwana ore akethirwa nowhere na kwina na bara tuga abandoned ana bara batei na that is when the government says now nawareto in an institution lakini for now turiugana bakure na antu bao nontu kwina ira tuita crisis identity crisis tukwiro bakinya mwana kare akenda kumenya antu bao lakini nandi turi advocate for anaba bakure ki community. That's why we have the family strengthening program. Program inge SOS ilana ni humanitarian action in emergency ku protect ana in emergency situation. Of late turari na ampara na turari na ampara anabara bainge bateseka. Now we introduce that program na tui Igembe North na Isiolo. That's where we are na correspond ki tukenda utethia na bare. Arafu kwe program inge tuthithia education, we have a kindergarten SOS
itawa Haman Maina School in Meru. Alafu kwa other programs, we do even health. Like this year, it was a major medical camp that we supported. Kenda tutethia hana. That's majorly what is SOS. Okay. Wakili, maybe nikija kwako because maybe una deal na mambo ya watoto sana. Mnatumia ile Children's Act. What is the genesis ya hii act? Asante sana. Yes, mi ni wakili kwa sababu hapo ndipo nilianza. Nikaajiriwa na serikali, sasa mi ni hakimu. Ama magistrate. Lakini wakili. Ni wakili. Haujakosea. Sasa chanzo ama kiini cha Children's Act ni katiba yetu. Article 53 ndio inatambua haki za watoto na ndio imeeleza kinagaubaga kwamba lazima kuwe na sheria ya kuangazia mambo ya watoto. Ndio kukakuwa na Children's Act. Hiyo ni sheria kutoka bunge letu. Sasa hiyo Children's Act imeangazia best practices ama kutoka sheria zingine za kimataifa kama United Nations Convention of the Rights of the Child, African Charter of the Rights of the Child. Sasa hizo sheria, kwa sababu ni sheria za kimataifa, zimewekwa mojawamo zikawa kwa sheria yetu ya Children's Act. Alafu Children's Act sio yeye pekee ambayo inazingatia mambo ya watoto ama inalinda mambo ya watoto. Inafanya kazi pamoja na Evidence Act, kwa sababu kama ni sisi tunafanya kazi yetu, tukisikiza mambo ya watoto lazima tuzingatie sheria zingine ili tutekeleze kazi. Unajua tuniongee mutaratara, kuna ile procedure ya koti. Ili watoto tuwapatie haki yao kotini, kuna procedure zile tunatumia kama inaitwa Civil Procedure Act, kuna Evidence Act. Hiyo ni kama, tuseme ni kama sahani, fork, implementation ya Children's Act. Alafu kuna sheria zingine pia zinalinda haki za watoto kama Prevention of Domestic Violence Act, Anti-FGBM Act. Yes, na sasa hata Children's Act ndio sana sasa ndio imetambua kinagaubaga haki za watoto. Sijui kama nikueleze mahaki. Ni nyingi lakini nitakutajia kidogo kwa sababu pengine ya muda. Watoto, kuna haki ya watoto inawalinda kutokana na utumiaji wa madawa ya kulevya. Rights protection against drugs and substance abuse. Hii inasema kwamba hakuna mtu hata mzazi ana haki ya kupatia mtoto madawa ya kulevya, sigara, hata pombe. Unajua kama wakati ya Christmas mzazi anaambia mtoto hebu kunywa kidogo, hiyo ni hatia. Ukipatikana na hatia, adhabu yake ni kifungo cha at least chini ya miaka 5, unaweza fungwa hata miaka 5, au fine isiyopungua 500,000 shilingi 1,500. Na kuna sheria ingine ya mtoto ana haki ya kurithi. Hiyo ni haki ingine ya mtoto kurithi. Basic education, hiyo ni haki ingine ya mtoto. Mtoto ana haki ya kudemonstrate na kuparticipate in public life. Lakini sio ati maandamano vile tuliona. Hiyo haki yao ni limited na mambo za watoto. Mambo ya watoto. Mtoto pia ana haki ingine ya kujivinjari na kucheza. That is recreation and play and leisure. Hiyo ni haki watoto. Hiyo ni haki. Okay. Hiyo ni haki ya watoto. Na zingine nyingi kama right to life. Pia watoto wana hiyo right to life. Haki ya kuwa na jina na kuwa mwenye nchi. Right to a name. Yes. And nationality. Yes, hizo ndizo just a few. Na maybe hakimu, kwa kazi yako, what are the most common cases huwa mna deal nazo concerning rights za watoto?
Okay, kuna changamoto zinatokea mara kwa mara, ndio unaona watoto wakija kotini. Kuna tuseme group mbili za watoto ambao tunadeal na wao kotini. Kuna wale wanakuja kotini kwa sababu wameathiriwa, they are victims, like complainants. Na kuna wengine wanakuja wakiwa wameshtakiwa. Hao wanaitwa children in conflict with the law. Sasa zile kosa tuko nazo, zile offenses ama zile makosa sana tunaona hapa, hata inahusu hata wazazi. Kuna hii offense inaitwa neglect, cruelty and neglect of children. Ni kumaanisha mtoto kwa maksudi akipiga, tuseme mtoto kwa maksudi apige mtoto akiwa na nia ya kumjeruhi. Ama atreat mtoto unajua ill treatment. Vibaya. Maksudi. Unajua kuathirika sio physical, inaweza kuwa hata kiakili. Huyo mtoto anaweza letwa kotini na ashtakiwe na offense ya cruelty and neglect of children. Adhabu yake ni not more than 10 years and a fine of not less than 500,000. Yes. Alafu kuna watoto wanalindwa pia kutokana kudhulumiwa na tabia duni za kijamii. Kwa mfano, hiyo inasema mtoto analindwa kutoka forced genital mutilation akiwa msichana. Mtoto analindwa kutokana na child marriage. Na kijana, mtoto wa male child analindwa kutokana na kulazimishwa kutairiwa. Yes. Okay. Yes. And so zile offenses tuko nazo hapa sana ni sexual offenses, neglecting children. Yes, neglecting children, sexual offense, child in need of care and protection. Kumaanisha kuna watoto wengi sana wanaachiliwa. Kuna wengine wanaachwa wanapelekwa police station tu na wazazi. Pengine ni mama. Kuna mmoja alisema ni twins I think. No, sio twins. Mmoja ni mkubwa kidogo, mmoja ni mdogo. Walisema mama aliwaacha police station, alafu akatoroka. So sana hizo ndizo sana kesi la kubaka watoto, neglect, wale pengine wanaachanishwa. Sana hizo ndizo nyingi hapa mbele. Yes. Nkija kirigwe media kiri SOS maybe ni partners by kubangi bomba kuthurwa bugitaniria na bongo gikenda kumenyerana baba. Okay, itwitangu gina partners pa bengi, judiciary is one of them. Nonto as Muraguri has told us, kuyana bateja wa. Then the court refers to us. Alafu itwitangu gina department ye children services. Eune thirikari niyo dutebeara. Manto a child protection. Alafu itwitangu gina other organization and non-governmental organizations inge. Alafu itwitangu na police, because when a child is neglected or abused or abandoned, the first doorstep is the police to report cases. And also we work with the chiefs, the ngao, that is the chiefs, the area managers. Alafu itwita even with the community. Itwita with the community, iboba to support her on how to take care of the child. Ora kuiragwa mwana no community. That is, yeah. Those are the partners we work with. Yeah. Na maybe kenda tuge for example kwa mtoto thikirite na maybe na mwana wino batu apatere kwithirwa akiambiria na akenda hapo kinyira omba kwithirwa akibera maybe i community kana i mutori maybe nkona maybe kwa mtoko mistreat mwana apatere kwithirwa nkicho kia mutaratara jwe kukenda kabo kinyira. Okay. Mwana akimistreat the first office ithairwa igichipo. Obwiri ku report igichipo, that is the office, and also the police. And to orang ko bwira from the beginning mwana the institution, the children's home, ibwiri ku the last option. Now you can
ono wikie kesi yu mbele ugekia ki Department of Children Services kenda mwana ore atetheka indi ukethirwa we in mind na then no kuchiomba na we ureo we muciari ureo ukethirwa ureo ubiri kwithirwa ukiomba kumenyera mwana oku o twerwa there is light of a parental responsibility mwana abwiri kumenyerwa te uthugani ora na ndinga kamata mwana kwa mwikia children's home that should be the last option and ikyo no to empower the community with the Department of Children Services ito report yao tisa sawa yeah na kiri families iji bukugana ibukurera maybe maturene kana ibukwenda mwana muno akurira nturene ire ari abi babu ba identify aga maybe family ya mwana wakuranio kana ni antubo beja bakwira uni ukanenkira mwana nankarera. Okay, but we work on that to Twitangugina Department of Children Services, so they give us the support and also the ngao, the chiefs. Ibo batueja support na anabara to empower like the family strengthening ne anabokara na bojuwe pamwendi bekara na antibao bankojao na we empower kenda tu nije emwetu ikurigeria separation kwe bobe nethe na ngina ba ukaramwe lakini kuna risk of separation now we empower them tukabatetheria kenda bomba kukuria mwana ore gutiketho kuna nije family separation irire ijire iro mwana ethairwa no gasafa na family separation ija dira kuna either financial problems kana mpara kana mantu ja maingi kana domestic violence we empower them we train them tia to bajukairiana we empower them kenda baithiro bena knowledge of how to take care of this child nonto mwana ore akaithirwe na kugwirwa riria gukura na muciari wao identity ire nkira wa ndio bangania that is very good yeah maybe wakili nyinyi kama judiciary kuna how fast do you solve hizi cases za watoto because after all tukikuja koti unajua sasa imekuwa issue sensitive how fast do you solve these cases? Asante sana. Kulingana na sheria inasema makesi za watoto zinafaa kusikizwa kwa haraka sana. Hivyo ndivyo sheria inasema. Kitu kimoja tunafaa kujua ni kwamba koti haifanyi mambo ya watoto ikiwa peke yake. Mtoto kabla akuje kotini, tuseme kama ni makesi ya jinai, hizo ni criminal cases. Kesi inaanza tuseme police station. Kutoka police station inakuja kotini. Kuna washahidi lazima wakuje. So sheria inasema hiyo makesi inafaa kuisha kwa chini ya mwaka mmoja. Lakini ama miezi 6. Lakini wakati mwingine haiwezekani kwa sababu kuna washikadau wengine wanafanya kazi na koti. Kuna children's office, kuna prosecution na police wale wanaleta washahidi. Kwa sababu moja ama ingine unaweza ona kwamba kesi inakaa zaidi. Lakini tunatilia mkazo kwamba hizo makesi ziishe haraka haraka ziwezekanavyo. Lakini sasa kuna changamoto kwa sababu washikadau wengine kuna wale pengine wanajikokota ama kama si kujikokota pengine kuna pingamizi moja ama ingine. Unaona kama makesi ya jinai ya ngono kama msichana ni wa miaka 15 miaka 6 na yule ambao ameshtakiwa na kumbaka pengine alikuwa boyfriend yake wa miaka 19. Unaona kijana anatoweka hapatikani na wanaongea kijana anatoroka ama mlalamishi msichana wanapanga anatoroka. Sasa unaona makezi hayo inajikokota kidogo. Changa hiyo moto ingine sasa pengine wewe uko na case kotini. Unaweza jiuliza hata mimi na haki kesi yangu isikizwe chini ya mwaka mmoja. Kesi ni kesi. So kuna hiyo changamoto. Kwa sababu kila mtu anataka kesi yake iishe haraka. Kuna mtu anaweza sema kwa nini tutilie mkazo ama kesi ya watoto. Kesi yangu ndio ilikuwa hapo mbele. Inafaa hata hiyo kumalizika haraka. Hata kama mimi sio mtoto niko na watoto nyumbani, wanafaa kujua ati kesi yangu imeisha. So lakini sheria imesema makesi ya watoto iharakishwe iishe
kwa haraka. Kuna hii tendency ya Wameru especially in the villages kusema wacha tutatue haya mambo kinyumbani. For example, maybe it's a rape case ama ni mambo ya child abuse. Unasikia wazee wakisema toeni hii kesi kotini, tutatue haya mambo kinyumbani. Ume-experience mambo kama haya within Meru? Inategemea ni kesi aina gani. Lakini inakubalika kisheria. Lete nirudi nyuma ukinikubalia kidogo. Mtoto wakifika kotini, haki yake ni awekwe mahali pasafi na mazingara ambayo hatajisikia inamtisha. In a safe and clean environment. Anafaa kuwekwa kwa mazingara safi na mazingara safe ambao hatasikia kwamba anadhulumiwa. Hafai kuwa mixed ama kuunganishwa na washtakiwa wengine. Yaani mtoto anafaa kutunzwa kama yai. Hivyo ndivyo sheria imesema. Ama maziwa kwa jiko. Acha hiyo ni kali kidogo. Sasa huyo mtoto akifika kotini anafaa kuwekwa mazingira safi, mazingira safe ambao hatasikia anatishika. Kama ni mtoto wa msichana na mvulana wanafaa kuwekwa separate rooms. Hafai kumix na wafungwa wengine. Na sasa kuna jinsia ingine inaitwa intersex. Jinsia ya tatu. Yes. Si mvulana si msichana, hiyo ni intersex. In fact, haki ya intersex imetambulika, nilisahau kusema. Haki ya intersex inatambulika katika rights za watoto. Ukiangalia section 5 ya Children's Act inaorodhesha haki zote za watoto na ni nyingi. Moja wao ni right of the intersex. Rights of disabled child, na inasema vile sheria inasema vile inaweza tekelezwa. Kuna rights of the disabled child, right of the intersex child. Sasa kama ni intersex anafaa kuwekwa mahali pake. Mtoto wa chini ya miaka wa miaka 4 na juu hawezi wekwa gerezani na mamake. Unajua kuna wamama wanakuja tunawapatia bond, hawawezi tumikia hiyo bond. Hawezi lipa ili kutoka. Kama ana mtoto wa miaka 4, huyo mtoto hawezi enda gerezani. Yes. Hawezi. 4 years and above. 4 years and above. Hawezi enda gerezani. What happens to the kid? Wale wanaruhusiwa kuenda is under 4. Sasa koti inaweza peana protection order. Ama care, inaitwa care order. Care order ni kupatia mtu mwingine nje rights za mzazi. Lakini naona hapo ni changamoto. Yeah. Okay, wamekuja kotini. Sasa naelekea kujibu swali lako. Sasa mtoto anafaa kulindwa vile nasema. Sasa hiyo ni kabla ya waingie kotini. Wakija kotini, koti ina haki ya kudhibiti ama kuamua ni akina nani watakuwemo wakati wa kusikizwa kwa kesi. Kwa sababu koti ina haki ya kusema hii kesi haitasikizwa hadharani. Unajua kama koti ni public place, unaingia, unasikiza. Lakini wakati koti inasikiza kesi za watoto, ina haki ya kuamrisha ni akina nani watakuwa kotini na ni akina nani wataenda. So unakuta wakati koti inasikiza makesi ya watoto, naongea makesi ya jinai, criminal, wale wa lazima ni hakimu ule anasikiza kesi, prosecutor wake, court assistant wa koti, children's officer akitaka, familia ya mlalamishi, tuseme ni yule msichana defiled, familia yake, au familia na watu wale wa accused, yule ameshtakiwa. Hao ndio tu wanafaa kubaki. Koti inaweza amua kama wewe si mmoja wao utoke nje. Sasa kwa kotini haki ya mtoto sasa na inatambulika na Children's Act na pia Legal Aid Act. Inaamrisha kwamba mtoto akija kotini akiwa ameshtakiwa lazima ateuliwe wakili. Yes. Hiyo inatekelezwa kotini zetu. Na huyo wakili analipwa na serikali. Okay? Hiyo ni haki. Number 2, kama ni huyu mtoto ambaye amebakwa, naangalia charge sheet. Charge sheet ni ile karatasi ambayo iko na mashtaka. Jina la mtoto haifai
zikuweko. Kama anaitwa Terry Kendi, unaandika TK. Ili kuficha identity ya huyu mtoto. Sasa mtoto ameteuliwa wakili, kesi yake haitasikizwa hadharani. So mtoto and then kabla ya kuanza hiyo kesi, koti ina haki ya kuamua kama itaisikiza kama kesi kawaida au itaielekeza nje ya koti, inaitwa diversion. Diversion, hiyo kesi ni ya koti, lakini koti inaamrisha kwamba hiyo kesi itatuliwe nje ya koti. Kwa sababu inahusu mtoto mchanga. Na pengine koti ikiamua kwamba hiyo ndiyo njia mwafaka kusuluhisha kesi kwa mapema kwa njia ya haki, hiyo inafanyika. Lakini kuna makesi ambayo haiorodheshwi katika diversion, makesi ya ubakaji. Tuseme grievous harm. Mashtaka hii makali. Hiyo haiorodheshi kwa diversion. Na diversion ni hivi, kwamba tuseme ule offense kama assault, tuseme kujeruhi mtoto, lakini ama pengine kuiba nguo ya mtoto. Hii mashtaka nyepesi, hizo zinaweza enda diversion. Nani anahusika? Children's officer anaweza husika, probation officer, pengine police, nyumba 10. Yaani njia zote. Sasa unaelewa sheria, katiba yetu inakubali ADR, njia zingine za kusuluhisha tatua mashida za watu isipokuwa koti. Sasa hii kesi inakaa ikiwa ya koti, lakini kusuluhishwa nje. Wakipata suluhu, hii ni makesi haya nyepesi, wanakuja kotini, wanaeleza koti vile wamekubaliana. Na koti ikikubali, kwa sababu koti ndio msemi wa mwisho, either inakubali kumaliza hiyo kesi, ama ikiona haki za mtoto hazikutekelezwa sawa, inaisikiza kawaida. So cases za defilement hazipaswi kufanywa nje ya koti. No, ikifikishwa in the villages wazee wanasema acha tutatue. Yes. Hizo ikifika kotini, bas. Ni hivyo tu. Sasa kesi zikifika kotini zikisikizwa, tuseme okay, tunasikiza kawaida, lakini ujue kwamba kuna kesi zingine mtoto anakuwa ni yeye ameshtakiwa. Yes. Kama gani? Kuna watoto wameshtakiwa wamebaka watoto wengine. Kuna mtoto anaiba. Kuna mtoto anapiga mtu. Actually kuna watoto wanashtakiwa na kuiba mtu wakitumia nguvu, ama hii makosa ya kuiba inaitwa kosa ya kuiba na kutumia mabavu. Robbery violence. Yes. 15, 16, 17. Na wanatumia kisu na wanadunga mtu. Kuna wale watoto wameshtakiwa kotini mara kwa mara kwa kosa fulani. Watoto hakuna kosa hawezi tenda, lakini ni vizuri niseme hivi, sheria inasema mtoto wote wa chini ya miaka 12 hawezi shtakiwa kotini. Sheria inatambua mtoto wa chini ya miaka 12 hawezi kosea, hana hiyo mafikira ya kutenda uovu. Hivyo ndivyo sheria inasema. Any child under 12 years hawezi tenda maovu kana kwamba ya kumpeleka kotini kama mshtakiwa. Hata mtoto wa chini ya miaka 12 akiua hawezi shtakiwa, kwa sababu sheria inasema ama akibaka kama inawezekana. Wewe fikiria ni makosa gani makali sana binadamu wanaweza fanya. Mtoto wa chini ya miaka 12 akiyatenda, sheria inatambua kwamba ama inasema kwamba huyo mtoto hana hatia, kwa sababu hakuwa na ule ukakamavu wa kujua kufanya vyema na kukosea. Sasa mtoto kati ya miaka 12 na 14, sheria inasema anaweza shtakiwa, lakini koti lazima ifanye uchunguzi kuona kama alikuwa anajua vile anafanya. Unanielewa? Yeah. So kuna vile
koti ikiona huyu mtoto pengine hakuwa anajua vile anasema, hata kama aliua itamwachilia. But it has to be over 12 and 14. Koti sasa inachunguza. Huyu alikuwa anajua vile anafanya. Kama hawezi, unamwachilia. Sasa wale lazima sasa wakikosa lazima sasa waletwe kotini. Ni 14 na above. So sheria ya Kenya vile iko inalinda sana mambo ya watoto. Sasa mtoto kama huyo, now is over 14 and above, akija kotini na umpate ana hatia ametenda hilo kosa, huwezi mfunga kifungo cha gerezani. Alafu kwa ile judgment, ile uamuzi, huwezi tumia maneno kama convict or convicted or conviction. Yani ukimpata ana hatia huwezi tumia hilo neno. Unatumia kajina nyepesi, I find him or her guilty. Huwezi mpatia kifungo cha nje cha gerezani. Na huwezi mpatia adhabu. Huwezi mpatia adhabu ya gerezani ukimpata na hatia, na huwezi mpatia adhabu ya kifo. Hizo sheria imekataa. Ile inakubalika ni zingine. Na kuna zingine kama njia za adhabu, kama rehabilitation ili kurekebisha huyu mtoto. Probation hostel. Probation hostel ni mtoto anapelekwa mahali pa training ama shule kumrekebisha. Watoto wa zaidi ya 16 na chini ya above 16 and below 18, hao wanaenda for lack of a better name, kwa kukosa njia ingine inaitwa Bosto Institution. Lakini haiwezi zidi miaka 3. That is over 16 na chini ya miaka 18. Na adhabu yao ni Bosto Institution. Lakini kama koti inaona hiyo ndiyo adhabu ya kutosha, sio lazima, anaweza achiliwa. Mtoto anaweza anapatikana na hatia, anaachiliwa, inaitwa discharge. Anaambiwa aende, usifanye hivyo tena. Okay? Sasa huyu mtoto anaweza patiwa fine, lakini unajua hii fine, huwezi fine mtoto bila ruhusa ya caregiver. Kwa sababu sio mtoto atalipa hii fine. Ni caregiver ambao anaweza kuwa mzazi. Ule anakuwa na parental responsibility. So kabla kufikiria kumpatia fine, jua caregiver ni nani. Na umuulize kama atalipa fine. Kama hana pesa, lazima sasa utatafuta adhabu nyingine yenye haihusiki na pesa. Yes, ambayo haihusiki na pesa. So kuna kama ni makosa ya jinai, mtoto ameshtakiwa, sasa hizo ndizo sentences, adhabu zake. Sasa hiyo ni makesi ya jinai. Tuende sasa civil cases. Civil ni ile makesi ya kudaiana. Okay? Ni ile makesi ya kudaiana. Tuseme mimi ni mtoto. Na tuseme wewe ni baba mtoto. When umenizaa, lakini mimi nakaa na mamangu hana kazi na wewe ni babangu, wewe umetoroka nyumbani. Unitunzi, mimi nateseka. Tuseme wewe ni deadbeat fathers. Deadbeat, unajua deadbeat? Wale mafadhi ambao wametorokea majukumu zao. Yes. Sasa mimi kama mtoto naweza shtaki wewe babangu. Lakini kwa sababu mimi ni mtoto, siwezi nitashtaki na rafiki na mtu mwingine, pengine ni mamangu, ndiye sana ataleta case kwa jina langu. Huyo mama tunamuita kisheria rafiki wa karibu ama next friend. Sasa kwa sababu mimi ni mdogo, so huyo ndiye sasa atakushtaki wewe deadbeat father, ili unimaintain, unilipie karo. Na sasa koti ikisikiza hizo case, hata kabla case kuisha, koti inaweza toa order inaitwa maintenance order. Kisema we deadbeat father, hata kabla case iishe, hebu kwanza lipa school fees. Lipa school fees, alafu tungoje mpaka case ikiisha, tutatoa orders zingine kama tutaenda hapo. Koti ina powers hizo. Kutoa orders za maintenance, yani wewe mzazi umeshtakiwa, hebu gharimia maisha ya mtoto hata kama haukai na yeye. Kuna case kama custody,
pengine mzazi mmoja ameshtaki mwingine kwamba anataka custody ya watoto. Pengine mimi na bibi tumekosana. Bibi ameenda na watoto, nisikie kwamba sasa yeye ni mlevi, hatekelezi majukumu lake, na iwe kweli ni hivyo. Inaweza kuwa the other way around. So koti inaweza kunyang'anya mtoto ipatie mzazi mwingine. Ama tuseme kwa nyumba, tuseme the father or the mother is violent. Anapiga mtoto analazwa hospitali. Ni mfano. Ukistakiwa kotini, koti inaweza toa kitu order inaitwa exclusion order. Kusema wewe mzazi umeshtakiwa ambao ni violent kwa mtoto, hebu toka kwa hiyo nyumba mtoto anaishi. Hiyo ni exclusion order. Yaani ukae mbali na mtoto paka kesi ishi, ama paka koti ipeane agizo ingine. Kuna agizo kama protection order. Protection order ni wakati mtoto anatumia madawa ya kulevya. Koti inatoa hiyo agizo ili ipeleke mtoto mahali pa kurekebika kama rehabilitation. Mtoto ambaye ana abuse drugs, anatumia madawa ya kulevya, ama mtoto ambaye ni victim of ideological radicalization. Tuseme ni shakahola. Huyo mtoto ameenda shakahola, amekuwa radicalized na religious teachings. Sasa huyo mtoto akija kotini, koti inaweza toa agizo inaitwa protection order. Ili mtoto apelekwe mahali pa kumrekebisha, kumuondoa hizo ideologies. Sijui mnaita ideology mnasema aje na Kemeru? Madhoganio. Yes. Hizo ni moja ya orders zinapeana na koti. Alafu kuna access order. Tuseme wewe ni bibi yangu, wewe ndio uko na watoto na umenikataza kuona watoto wangu. Koti inaweza sema inaweza toa access, inaitwa access order. Yaani kunikubalisha kuona mtoto wangu. Na huyo mtoto koti itasema ana ruhusa ya kuenda kutembelea babake na kuishi na babake mara kwa mara, alafu anarudi kwa inaitwa access order. Mzazi yule amenyimwa contact na mtoto, mtoto anakubaliwa aende kuishi na huyo mzazi. Ati kuishi kumtembelea, anakaa na yeye weekend, alafu anarudi kwa mzazi mwingine. Hizo ni orders, some of the orders ambao zinapatiwa na koti inatoa. Na maybe mimi kama mtoto tuseme for example tumeseparate, wazazi wameseparate ama wamedivorce, niko na haki ya kudecide ni mzazi yupi. Maybe koti imesema watoto, sheria inasema ni wa mama or something until 18, ama huwa iko kwa sheria. Do I have niko na haki ya kudecide nataka kuishi na mzazi yupi? Hilo ni swali nzuri sana. Sasa lete niseme hivi. Wakati lete nianze na kusema kuna court inaitwa children's court. Hata lete children's court ni court gani? Ni hakimu ambayo ameteuliwa na jaji mkuu, chief justice, kusikiza makesi ya watoto. Huyo ndio anaitwa children's court. Kama mimi na wengine wengi wenzangu, tuko wengi sana. Tumeruhusiwa na sheria kutokana na chief justice gazettement, kwa sababu nienda tuteua kusikiza makesi ya watoto, tunaitwa children's court. Makesi ya watoto ni gani? Nitakujibu swali lako. Makesi ya watoto ni gani? Makesi ya watoto ni makesi tuseme kama si ya jinai, ni civil. Hii makesi ya kudaiana. Either one of the parties, either yule ameshtakiwa ama kushtaki ni mtoto. Hiyo ni kiwa civil, hiyo ni children's case. Kama ni makesi ya jinai, mmoja wao akiwa mlalamishi akiwa ni mtoto, au mshtakiwa akiwa mtoto, hiyo ni children's case. Sasa hiyo kesi yako ni civil, hii ya kudaiana. Ukiwa mtoto una haki ya kuamua ndio. Sababu ukiwa mtoto wa miaka 7, sheria inakubali sasa unaweza jieleza. Okay? Yeah.
Sasa utajieleza, koti ikisikiza wazazi wawili, kwa sababu wazazi ndio wanazozana, wanapigana, koti inaweza amua, hebu ita mtoto huyu. Na huyu mtoto sio mshahidi. In fact, wazazi wakiwa wanazozania mtoto, tuseme wanataka custody. Custody ni mimi ndiye nitakuwa na mtoto. Ama maintenance. Mzazi yule mwingine alipe school fees na gharimie mahitaji ingine. Hawapendi watoto kuja kotini. Aidha kusikiza ama kuwa shahidi. Wazazi wanaona uzito kuita watoto wao. Lakini koti inaweza amua huyo mtoto akuje kiwa miaka 7 na zaidi, ili koti ithibitishe matakwa yake. Okay? Na kuna jambo moja tunafaa kuelewa. Wakati koti inaangazia ama inasikiza makesi ya watoto, kuna sheria moja ambayo inathibiti vile koti inachukua masuala ya watoto na hata pia kuadhibu mtoto kama ni makesi ya jinai ambayo ameshtakiwa. Na inaitwa best interest of the child ama matakwa bora ya mtoto. Hiyo ndio tuseme ni kama fulcrum, ni kama hiyo ndio inazungusha Children's Act. Hiyo ni kama post, tuseme post na Children's Act ni kama siso, tuseme hiyo ndio inashikilia Children's Act. Unajua kwa sheria zingine kuna ile sheria ambayo ndio inaongoza hizi zingine. Hiyo ni moja yao kwa Children's Act. Inasema wakati wote ambao koti, hata sio koti, idara zote za serikali, government department, private companies, kampuni za kibinafsi, wakati zinazingatia mambo za watoto, hata kama ni foster care homes, rescue homes, koti wanapoamua ama kuchunguza jambo lolote la mtoto, lazima izingatie swala ile bora ya watoto, interest ile bora sana ya watoto, ndio msingi wa maamuzi best interest of the child policy. Sasa ni kusema sio vile wewe unataka. In fact, mtoto anaweza kuja kotini aseme mimi nataka kuenda na mami ama na dadi. Lakini kwa sababu hakimu amesikiza hizo case, ameona kwamba huyo mzazi anapendelewa na mtoto, huyo mzazi anampeanga atei, anampeanga pombe, wanaenda club, ama amemzoesha tabia ingine, ndio maana mtoto anamtaka. Ndio mtoto anamtaka. Na inatokea kwa ushahidi waziwazi. So unajua mtoto akienda kwa huyo mzazi ataharibika kabisa. So matakwa ya mtoto ni kuenda na huyo. Lakini koti naona hapana. Itapea mzazi mwingine. Kwa nini? Best interest of the child policy. Thank you. Yes. SOS tukithiria tha chetu nkona igutwika maybe wenda kwithirwo kira share atia muno kiri mantu za kumenyerana maturene in a minute kindly. Okay. Oni ora ndienda kwira antu that child protection kana umenyeri bo mwana bubwiri kwithirwa gwe individual. The structure is individual. Oni mbwiri kumenyera mwana kwa. Then kwina family, inyababu bwe family ne bubwiri utegera bukona mwana na kumenyero bwega as a community. Inyabatwe turuga mwana no community, the community has a responsibility ya kumenyera mwana, and then the duty bearer ithirikari. And ndendo bwira kaire SOS kuyanda tumenyaira na kwibara inya tugutetheria na njira mwanya and we njirera tuona ayombe say fundraising. We do fundraising to receive money from donors in kind, in cash, na ito that even to na pay bill, baraba kwenda gutetheriana as an individual or corporate, na nkabera our pay bill 551100 551100. That's our pay bill number as SOS. Thank you. Thank you so much. Thank you so much muthikiria tutikire turikire nkona thashie twigutwika, lakini ngwetekia muciari ukwethero kithoma jamwe kana jairi jamantu jegie kioto kia mwana na itupatere kwethera tuibakaria Nturene cietu.
kanisene meranone